Chini kidogo. Haya. Bana befwe mulembe. Mulembe swa. Mulambo nanga bulai. Munaniona vizuri. Mimi ndio Sifuna. Mumanyile bulai. Eso mwana wenyombu kuzukwa mabungoma nani. Lakini Mheshimiwa Raila, nataka nikupe historia fupi na hawa ndugu zangu wa Kakamega. Sifuna, hata kama naondokea Bungoma, mimi nilizaliwa katika hospitali ya St. Mary's Mumias hapa Kakamega. Wakati ambapo nimefika umri wa kwenda shule, mimi nimesoma hapa Amalemba Kakamega Township Primary School. Na baba, wakati ambapo nimeingia sekondari, nimesoma Musingu High School. Baba, kwa sababu wewe ni mjukuu wa Nabongo, unajua kwamba wewe ninakuitwa wewe ni muhwazi wangu. Huyu baba pamoja na Governor Fernandez pamoja na Mbuyu, hawa wote ni wakwe zangu. Ule mtu anapigia Sifuna ugali ndio nakaa vile nakaa, ni Bwibo Makulu Saba. Kutoka Matungu. Sasa kuna watu waliniambia nisikuje hii mkutano. Nikawauliza, hata kama nitakufia Kakamega, si huyo msichana wao ndiye atabaki? Atabaki nini? Mujane, si ndio? Ese nyana afu ila Kakamega kangali. Eze munjire sese. Na mukosera sina nyo munjire. Lakini leo nataka niseme asante kwa watu wa Kakamega, manake wakati mwingine watu wanaweza kufikiria wewe ni wazimu, kwamba unakuja mambo yako tu. Lakini nyinyi ndio mnanituma kusema mambo ambaye nasema kule Nairobi. Na nataka niseme, Kakamega oye! Nataka niseme hapa kwa sababu mimi ni mwanafunzi wa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Huyu baba Raila Amolo Odinga, hakuna mwanasiasa Kenya hii ambaye anatusiwa, kukejeliwa, kukosolewa zaidi yake. Na amenifunza kwamba Sifuna, unapokosolewa inamaanisha wewe ni kiongozi. Kwa hivyo wote ambao wamenikosoa hapa, nataka niseme sijasikia ubaya, sijasikia vibaya, kwa sababu ukikuwa katika nafasi ambaye niko hapa, unaongoza watu zaidi ya 500,000, haiwezekani kila mtu akubaliane na wewe. Kama wangekubali wote ambao wanaongea hapa, wangepanda hapa juu wanisalimie. Saa hii tumalize hiyo mambo ambayo wamesema hapa. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Nataka niseme kiongozi lazima ukubalie kukosolewa. Hata mimi si mkamilifu, maandiko yananiambia mkamilifu hayupo ila Muumba mwenyewe. Kwa hivyo na mimi kama katibu wenu nina shortcomings zangu, si ndio? Lakini ukweli wa mambo ni kwamba chama hiki kimechukua muda sana kufika mahali ambapo kiko. Chama ambacho kimechukua miaka 20 kufika mahali kiko, hiyo sio chama rahisi, sio chama ya kuchezea. Mimi nilikuwa baadhi ya wale wa vijana baba, mwaka wa 2005 mimi nilikuwa Gen Z. Mimi ndio nilikuwa wale vijana tulikuwa tunaimba yote yawezekana bila Moi 2002 pale Uhuru Park. Siku hizo huku unanijua baba. Kwa hivyo kuna watu wanatuambia, na unajua hii chama, wenye chama ni hawa ambao wameketi upande huu, sio viongozi ambao tumeketi hapa. Baba,
mtu akiniambia yeye ni mwanzilishi wa chama, ungeanzisha chama haje bila sisi ambao tulikuwa tunaimba huko kama kwa ground kama nyinyi ambao vile mnasema. Kwa hivyo ninaweza kuwa mimi si kukuwa kiongozi wa ODM mwaka wa 2005, lakini na mimi ni mwanzilishi wa chama cha ODM. Baba, maisha yangu yote nimejua kiongozi mmoja peke yake. Ninajua kiongozi wangu ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na baba, heshima ambayo umenionyesha wewe, umenichukua nikiwa kijana ambaye hakuna mtu alikuwa ananijua Kenya hii. Si ati hapa Western hakuna viongozi. Waulize Sifuna wakati baba anatoka Nairobi, akuje mpika Kitinda kwa kijiji yetu, apate kijana na aseme huyu kijana tukimpa nafasi anaweza kuwa kiongozi katika taifa hili. Unataka kuniambia hawakuwa wananiona? Baba alinichukua kama hakuna mtu ananijua nikiwa kijana mdogo miaka 35, akaniambia wewe unaweza kuwa katibu mkuu wa chama. Huu ni mwaka wangu wa 8. Heshima ambayo umenionyesha, heshima ambaye umenionyesha Mheshimiwa Raila Odinga, hakuna siku nitakukosea heshima. Haiwezekani. Haiwezekani. Baba, wewe ulituambia unataka vizazi vyote vilivyopo. You want an intergenerational dialogue. Inamaanisha nini? Inamaanisha wazee kama kina Atwoli wakae hapo, wale tuko 40 na juu tukae hapo, majenzi wakae hapo, na mamillennial wakae hapo, hata wale Gen Alpha wakae hapo. Lakini baba, hakuwezi kukuwa na mazungumzo wakati ambapo watu wanaogopa kwamba wakisema mambo wataanza kuambiwa toka kwa chama. Haiwezekani. Haiwezekani. Wewe ulituambia wakati wa Moi ulikuwa unasema ngwe ndani, ngwe ndani. Saa hii baba, kwa ODM watu wanasema ukisema ngwe nje, ngwe nje. Inawezekanaje? Inawezekanaje? Mimi nataka nikukonfirmie baba, Gen Z wako tayari kwa mazungumzo. Millennials wako tayari kwa mazungumzo. Nataka leo utatuambia kama nyinyi na kina Atwoli pia muko tayari kusikia mambo ambaye tunataka kusema. Baba atawaambia. Baba, nitakupa mfano. Nimeenda shule ya Our Lady of Mercy pale Shauri Moyo Nairobi kusikiza wanafunzi na walimu. Walimu na wazazi wakiamka, wao wanazungumza mambo ambao wanafikiria yanaathiri performance ya students. Wanasema, tunataka ujenge dormitory, tunataka mashini ya kubake mikate, tunataka fence na mambo kama hayo. Wakati watoto waliambiwa na nyinyi mnataka nini, waliniambia Sifuna, enda Senate useme tunataka tushukwe nywele. Wewe, mimi siwezi kujua kitu chenye hao watoto wanataka mpaka tuwasikize. Na ukiweka mandhari kama ile Ruto ameweka, ati ukituma tweet tu unakujiwa na polisi, watu wataongea aje? Watu wataongea aje bwana? Mniambie. Watu wataongea aje? Mimi baba juzi Jumamosi iliyopita tulikuwa pale na vijana wa university zote wanasema wanataka kujiunga na chama cha ODM, na walisema nikusalimie sana baba, next time wanataka waketi na wewe. Na nikawauliza, na nyinyi huko university shida zenu ni gani? Wananiambia pale university, baba, unajua kuna generations. Wewe ulituambia you want an intergenerational dialogue. Kuna watu wameketi hapa walisoma university bure, na serikali ilikuwa inawalipa kitu inaitwa boom. Are we giving the current generation the same opportunities that we got? That is the question we want to know. Mimi niliwaambia, niseme nisiseme bwana? Niseme nisiseme? Baba, niliwaambia mimi nilikuwa university 2002, tulikuwa tunalipa shilingi 6,000 accommodation ya semester mzima. Mwaka mzima semester ni 3 inakuja 18,000. Saa hii baba wanaitishwa 43,000. 43,000. Even my generation,
even my own generation has a case to answer. Inawezekanaje wewe uliipata ikiwa 6,000, saa hii imefika 43? Which generation shall we ask? Which generation shall we ask? Atuoli alikuwa hapa. Mimi na mheshimu Atuoli, hata 2022 alinisupport. Nilikuwa nataka akae hapa asikie. Mtoto wangu mwenye yako na miezi 8 alinituma kwa Atuoli. Niseme nisiseme. Baba, I have an 8-year-old daughter. Aliniambia, kwa nini Atuoli anasema wanyama watolewe Nairobi National Park na sisi tunapenda hao wanyama? Nilikuwa nataka nimuulize, jameni Atuoli, wewe umekuwa hapa, umepeleka watu wako wote huko, mabibi zako, watoto, wajukuu, wameona wanyama National Park. Inakuwaje ukifika hii umri unasema tutoe wanyama pale tuweke apartments? Zacom, we as the young people are prepared for the intergenerational dialogue. We are not sure that you guys are prepared. Just assure us today ya kwamba when that dialogue begins, there will be no consequences for us as young people. Sasa baba, leo hii wanasema huyu Sifuna kazi yake ni kwenda kwa TV. Hiyo TV si yangu. Hata wewe kama una maneno ya kusema unaweza itwa huko useme mambo yako. Enda pia wewe ujieleze. Kama hauna namba ya Ivono Kwara, sema saa hii nikupatie. Nimwambie hata wewe una maoni unataka kwenda kusema. Baba, nalaumiwa kwa kusema kwamba mimi chama changu ni ODM. Hiyo makosa iko wapi? Nalaumiwa kwa kusema kiongozi wangu ni Raila Amolo Odinga na bado yuko hapa. Watu wanaongea ni kama baba hayuko. Kwani huyu ni nani bana? Who is this? Si ni baba? Wewe unakuaje mwanachama wa ODM? Unasema baba akisema left ni left, right ni right, lakini unasimama unasema 2027 si tunaunga mtu mwingine. Baba amekutuma useme hiyo mimbo? Baba ndiye amekutuma useme hiyo vitu? Wase enyo khembolele sasa bantu bano bakila nako kamalalu. Bantu bano bakila nako kamalalu. Ne balo bali Sifuna omulalu. Bali Sifuna has no respect. Which respect? What have I done wrong? Nataka niambiwe. Kwa hivyo mimi baba nataka nimalize kwa kusema wacha nimalize kwa kusema wacha nimalize, tulieni tutaelewana, si ndio? Tutaelewana. Wacha nimalize kwa kusema mimi ni mfanyikazi wenu. Mimi ni mfanyikazi wenu. Siwezi kukuwa katibu mkuu ambaye wanachama wa ODM hawataki akue pale. Kuna watu kwa hii chama hawajui Sifuna alitoka wapi na alikujaje akakuwa katibu. Mimi sitawasikiza wale. Kuna watu wanajua vile Sifuna alijipata kwa hii kiti. Hao watu akiwemo huyu baba Raila Amolo Odinga, siku ile wataniambia Sifuna, sasa wewe umeanza kuwa na maadili tofauti na chama, nitawaachilia hii kiti bila fujo. So nataka Kakamega leo mniambie, nyinyi kama wanachama wa ODM munasema huyu katibu wenu mumechoka na yeye? Muko na katibu mwingine? Niendelee nisiendelee? Niseme maneno ama nisiseme? Niwaambie ukweli nisiwaambie? Haya, asanteni sana, Mungu awabariki. Mimi kila siku nitasimama na nyinyi, na bila nyinyi hakuna Sifuna. Mheshimiwa Raila Odinga, nataka nichukue fursa hii nimkaribishe naibu wako ambaye pia ni seneta wa Vihiga, Mheshimiwa Osotsi, akuje ahutubie hili kongamano. Mungu awabariki sana bana, Mungu awabariki.